Amani ya Yesu iwe pamoja nanyi. Ni mtumishi Amos nikiwa Nairobi, Kenya, nikiwa naishi ndani ya mtaa wa Eastleigh. Kwa leo niko nataka tujifunze kuhusu mwanadamu ni nini. Wanadamu tunakimbilia kutaka kumjua Mungu wakati ambapo hatujajijua sisi wenyewe kwanza kuwa ni nini. Tutasoma katika kitabu cha Mwanzo, sababu hapo ndipo kuna pointi yangu kubwa ambayo ninataka kwa leo tukapate kujifunza, tukapate kuelewa, kwa kuwa ni vigumu sana kumuelewa Mungu wakati ambapo we mwanadamu haujajielewa. Ni lazima kwanza we mwanadamu jielewe ndiposa umuelewe Mungu. Lakini kabla haujajielewa kwanza we mwanadamu, ni vigumu sana umuelewe Mungu. Ndiposa tunaona tunaishi maisha tofauti. Sisi wote ni wanadamu. Mungu ametuumba na akili moja, lakini maisha yetu ni tofauti, kwa kuwa kuna wale wanajielewa na kuna wale hawajielewi. Sasa hili fundisho ni kwa wale ambao bado hawajajielewa, ili na wao wapate kujielewa. Ndugu yangu naye nisikia, ninaomba ukapate kufuatilia hili somo. Labda ukifanikiwa kujielewa, hata maisha yako yatabadilika. Uko katika maisha magumu sababu haujajielewa. Uko katika maisha ya shida, uko katika maisha ya tabu kwa sababu haujajielewa. Ni vizuri ujielewe, ndipo maisha yageuke. Kila watu ambao unaona matajiri, watu ambao familia zao zinakaa vizuri, ndani ya nyumba zao hakuna vurugu, wao ni amani, watoto wao ni amani, ni sababu wao wamejielewa. Chanzo cha kujielewa cha mwanadamu, hapo ndipo kuna maisha mazuri. Lakini kabla haujajielewa wewe mwanadamu, itakuwa ni vigumu kuwa na maisha mazuri, itakuwa na maisha ya taabu kila siku. Mwanadamu sasa ni nini? Tutasoma katika kitabu cha Mwanzo 2:7. Tuanzie hapo ili tupate kujua kwanza mwanadamu ni nini. Inasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mtu akawa nafsi hai. Zingatia sana hilo neno, mtu akawa nafsi hai. Mungu ametengeneza kwanza sanamu. Sisi wote tunaelewa sanamu ni nini, sababu Mkatoliki unanisikiliza, kuna kisanamu cha Maria. Wewe kafiri unanisikiliza, yani nikisema kafiri, wewe ni mtu ambaye hauna dini, yani haujishughulishi na mambo ya Mungu, wewe ndo unaitwa kafiri. Yani wewe kafiri, hata wewe unajua sanamu ni nini, sababu ukienda hata tauni unajua visanamu vingi. Kuna kisanamu cha mzee Kenyatta unakiona, na sanamu zingine tu mingi hapo tauni zimejaa. So Mungu ametengenezaga hicho kisanamu katika udongo tu, akakitengeneza. Lakini wakati amemaliza kukitengeneza, kilikuwa tu ni kisanamu, kilikuwa tu kama kile cha mzee Kenyatta pale.
Yaani mwanadamu alikuwa na sampuli kama ile tu, alikuwa kama kisanamu tu. Ndiposa Mungu akataka kutofautisha kile kisanamu na ule mtu ambaye mwanadamu alikuwa anataka. Ndiposa akapuliza ndani pumzi. Yaani mwanadamu ni pumzi ya Mungu aliyepuliza ndani ya sanamu. Ndiposa, ili upate kunielewa vizuri, hapa karibuni tumepoteza mtu wa maana Kenya, Raila Odinga. Alikuwa ni mzee ambaye si Kenya tu, East Africa, hata Afrika mzima, hata nje. Ni mzee ambaye alikuwa anaheshimika, ni mzee ambaye alifanya mengi ambayo ni ya kujivunia katika nchi ya Kenya, hata akakuwa mfano hata nje ya nchi ya Kenya. Walipoleta mwili wake ndani ya hii nchi ya Kenya, tumeona walioyafanya katika viwanja vya mpira. Wamemleta watu wakamwona, wakamsafirisha kwenda Ushago mahali alipozaliwa ili wamuhifadhi. Lakini Ushago wamesafirisha nini? Je, wamesafirisha Raila ama wamesafirisha mwili wa Raila? Kibinadamu tunasemaga wamesafirisha mwili wa Raila. Je, Raila iko wapi? Huyo ndio mwanzo wa kujua mwanadamu ni nini. Natoa huyo mfano ili upate kunielewa mwanadamu ni nini. Je, mimi unayeona hii sura yangu, unayeona mimi ndo mwanadamu? Hapana. Hiki ni kile tu kiudongo. Ndiposa hata mafarao ama wengine tu wa rais, nafsi hai ikishatoka ndani ya huyu mwili, wana uwezo wa kuchukua huyu mwili wa ukaushe, yani kiwe tu kisanamu. Ndiposa hadi saa hii unakuta mafarao wako wamekaushwa tu, wako watu wanaenda kuwatizama, watu ambao wanamaliza miaka maelfu wako, sababu wamekaushwa bado wako. Yani mwili unaanza ukatengenezwa na ubaki kuwa mwili, lakini nafsi hai ikishatolewa ndani ya mwili, mwili unabaki kama kisanamu. Yani mwili tena hauna maana. Ina maana kitu ambacho kiko na maana ni ile nafsi hai ambayo iko ndani ya mwili, na huyo ndiyo mwanadamu. Tanielewa? Kwa kuwa Mungu anataka tujielewe kwanza. Wewe usifocus sana kumjua Mungu, jijue kwanza wewe ni nani. Ukishajijua, hayo mengine yatakuja baadaye. Hautang'ang'ana na haya maisha yatakuwa ya raha, yatakuwa ya raha sana. Jijue kwanza wewe ni nani. Ukishajijua, hata Mungu itakuwa ni rahisi kumjua. Ndiposa tukienda katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, ile sura yake ya sita mstari wake wa 19, tutasoma ili ukapate kunielewa. Na msikilizaji, ningeomba au unaandika, kwa kuwa
Siku hizi watu wamebeba vitu mingi katika kichwa chao, vitu vya maana kama hivi ambavyo ni surprise katika maisha ya mwanadamu. Ni vigumu sana kuviweka ndani yako, utavisahau. Ni lazima uviandike mahali ili uwe unajikumbusha, ili ukisahau utakuwa na uwezo wa kwenda kutizama, ili uelewe tena, ujikumbushe wewe ni nani, umetoka wapi, imekuwa kuaje wewe uwe hivyo. Amen. Tutasoma katika hicho kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura yake ya 9 mstari wake wa 16 mstari wake wa 19 unasema mwili wetu ni hekalu la Roho. Mwili wetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini Paulo ametumia mwili wetu ni hekalu la Roho Mtakatifu kwa kuwa watu ambao walikuwa akizungumza nao walikuwa ni Wakristo, walikuwa ni watu ambao waliookoka. Kwani ina maana Wakristo wakiwa na roho, yani mili yao ikiwa ni hekalu la Roho Mtakatifu, ina maana yule mtu ambaye hajaokoka mwili wake ni wa hekalu gani? Yani ni wa roho gani zinazoishi ndani? Yani hapo unachukua picha kabisa kuwa hii mili yetu ni nyumba ya vitu fulani ambavyo vinakaa ndani. Yani ndani kuna viumbe ambavyo vinakaa. Hivyo viumbe ndivyo ambavyo tunapaswa kujua vinakaa ndani. Yani hiyo nyumba yako, yani huyo mwili wako, sababu huyo mwili ndiye nyumba. Ndiye Paulo ameongelea, yani huyo mwili wako, hiyo ni nyumba. Je, hiyo nyumba yako imebeba roho gani? Kiumbe gani kinachoishi ndani ya hiyo mwili? Je, ni Roho Mtakatifu ama ni roho nyingine ambayo inakaa ndani ya hiyo mwili? Kuna roho mbili ambazo zinakaa ndani ya mwili wa wanadamu. Kwa kuwa hapo mwanzo mahali tuliposoma katika kitabu cha Mwanzo 2:7 imetuambia Mungu alipotengeneza hii nyumba ambayo ni mwili wa mwanadamu, kuna pumzi alizopuliza ndani ya huyo mwili, na hizo pumzi alizopuliza ndiyo tunasema kwa sahihi kuwa ni roho. Sababu hiyo pumzi ambayo Mwenyezi Mungu aliyepuliza ndani ya hiyo mwili ilikuwa imetoka kwa Mwenyezi Mungu, imekuwa ni Roho Mtakatifu ama pumzi nzuri, sababu imetoka mahali pazuri. Lakini kuna ingine pumzi ambayo inaanza ikaingia ndani ya hiyo mwili na haikutoka kwake. Je, hiyo pumzi ingine inaanza ikaingia ndani ya hiyo mwili na haikutoka kwake, hiyo pumzi imetoka wapi? Ama hiyo roho imetoka wapi? Tutaenda katika kitabu cha Ufunuo ili upate kunielewa kitu ambacho ninachokwambia. Tutasoma katika kitabu cha Ufunuo ile sura yake ya 12, tutaanza mstari wake wa 7 hadi 9, tukapate kuelewa kile ambacho Mungu anatueleza ama kile ambacho Mungu anataka tukijue, ili tutoke katika utumwa, tutoke katika maisha mabaya ambayo tunayaishi. Tutasoma
tuanzie mstari wake wa 7. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Acha nisome katika tafsiri ya kwanza ambayo imetoka mwaka wa 1952. Tafsiri inanipendezaga sana, ni tafsiri ambayo haikuchakachuliwa sana kama tafsiri za nyakati hizi, sababu tafsiri za nyakati hizi ni tafsiri ambazo ukizisoma kuna mambo ambayo mengi hayako sawa, na hayo ambayo tutayajifunza baadaye katika video ambazo zinafuata. Hizo tafsiri ama hayo maneno ambayo yamewekwa ambayo hayafai, tutayaongelea ili mpate kuyasikia ninyi wana wa Mungu, na mpate kuyajilinda, kuyatumia ama kuyaishi, kwa kuwa ni mapotofu, kwa kuwa neno la Mungu linasema usiongeze wala upunguze katika neno la Mungu. Amen. Hii tafsiri inasema kukatokea vita katika mbingu, Mikaeli na wa malaika zake wakapigana na yule nyoka mkubwa, naye yule nyoka akapigana na pamoja na malaika zake, lakini akashindwa, na haikuwezekana tena kwake kukaa mbinguni pamoja na wa malaika zake. Basi yule nyoka mkubwa akafukuzwa. Yeye ndiye yule nyoka wa zamani anayeitwa mwovu. Shika sana ili neno mwovu, kwa kuwa ni la maana sana kwako, au shetani. Yaani hilo neno mwovu ni the same na shetani, ama ni mamoja na shetani, anayedanganya watu wote, akatupwa katika dunia pamoja na malaika zake. Hapa ndo tunaanza kuona kuna vingine viumbe ambavyo vilikuwa huko mbinguni. Yaani kuna pumzi, kuna roho ambayo Mungu amepuliza katika kile kisanamu ambacho alikuwa ametengeneza. Lakini kuna roho ingine ambayo ilikuwa huko ambapo ile roho Mungu alipuliza akiwa na zenyewe zimetoka huko, zimekuja katika hii dunia. Hapo ndipo sasa kuna kutokujielewa kwa mwanadamu. Hapo ndipo kumeleta mchanganyiko wa mwanadamu. Mwanadamu, kwa kuwa imefika wakati ambapo hivyo viumbe vimekuja vikaishi na mwanadamu katika hii dunia. Wao ni maroho, lakini roho ina uwezo wa kujigeuza kitu chochote ama wa kuingia mahali popote, kwa kuwa ni roho. Si hata Mungu amepuliza roho, ndiye akaweka kwa kile kisanamu alikuwa ameumba, kikawa nafsi hai ama ikawa mtu ambaye iko hai, na mtu anakufa wakati ambapo hiyo nafsi kiondoka. Hiyo nafsi kikutoka, yani wewe hauko, umekufa. Sasa kitu cha maana ni hiyo nafsi hai, ni hiyo roho ambayo iko ndani yako. Wewe unayojiona kwa kioo hauna maana, jinsi ulivyo wewe, mweusi, wewe mweupe, wewe brown, jinsi ulivyo haimaanishi chochote. Kitu ambacho ni cha maana ni ile roho ambayo iko ndani yako. Na utaelewaje kuwa hiyo roho iliyo ndani yako ni ile roho ambayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu, ama ni ile roho ambayo
zinaishi tu hapa, ambazo zilikuwa huko zikaasi. Ndiposa hao mandugu zangu Waislamu, nasema mandugu zangu kwa kuwa huyu mtaa wa Islamu ambao tunaishi, wao ndio tunaishi pamoja na wao ndio marafiki ambao tunaongea kuhusu mambo na madini sana. Wanasemaga kuwa ama shetani ni ndugu zao. Maji wanasemaga mashetani ni ndugu zao, kwa kuwa ni mandugu zao. Yaani hayo mashetani yana nafasi kubwa ya kuishi ndani yao kwa kuwa ni mandugu zao. Si mashetani hayana mwili, yenyewe ni roho. Ndiposa hata unaona maisha yao ni watu ambapo ikifika usiku ndio muda wao wa kutembea, kwa kuwa usiku ndio masaa ya mashetani. Mashetani hayatembeagi sana mchana. Mchana ni vigumu sana uone mashetani yakitembea, ama mashetani yanazurura mchana. Mchana ni vigumu sana, lakini usiku ndo masaa ya mashetani. Lakini ninashangaa sana hawa Waislamu ikifika usiku hawezi wakalala, kwa kuwa mandugu zao wanakuja kuwatizama na kuwatembelea. Ndiposa unakuta mwanamke, kwa kuwa tunajua sisi Afrika, desturi za Maafrika wanawake, kuna mwanamke anaruhusiwa saa 12 eti iko barabarani anatembea usiku anazurura. Au ni wanawake ambao hawana tabia njema, hawana tabia mzuri. Lakini ule mwanamke ambaye amelelewa na katika familia ambayo inajielewa, ikifika saa 12 yuko nyumbani. Lakini utakutana wanawake wa Kisomali ama wengine tu ambao wako katika, sio wa Kisomali peke yake, hata wengine ambao wako katika hiyo dini, wanaanza ikifika saa 12 ndio masaa yao ya kutoka na kuanza kuzurura. Ni kwa nini? Ni kuogopa mandugu zao ambao ni mapepo, ni majini, ni mashetani. Hilo nilikuwa nalisema ili ndugu yangu kapate kuelewa mashetani ni nini, kwa kuwa wao wanatudanganya sana. Wanasema kuwa Mwenyezi Mungu, yani Yesu aliumba wanadamu na mashetani ambayo ni majini. Sasa wanatuambia eti kuna mashetani mazuri na mashetani mabaya, lakini kwa akili tu zako, kwa kuwa siku hizi hatutaki kuruhusu akili zetu zifanye kazi, tunachukua akili za watu wengine. Wewe tu mwanadamu kikaa, uache akili ya mtu mwingine, yaani ukae ufikirie, kweli kuna shetani anaanza kuwa mzuri? Swali tu nakuuliza, kwa akili zako shetani anaanza kuwa mzuri? Kama anaanza kuwa mzuri kwako sawa, lakini kwangu najua vizuri kuwa shetani hawezi akakuwa mzuri, kwa kuwa neno shetani ina maana ni kinyume cha uzuri, yani ni kitu kibaya. Yani kitu kibaya hakiwezi kikakuwa kizuri, yani shetani yuko kinyume na Mwenyezi Mungu. Ndiposa wale wote ambao tunajua kama waabudu shetani, wa Freemason, wa Illuminati na hizi dini zingine za Kiislamu, Catholic na zingine dini mingi ambazo ni za waabudu shetani, unakutana mambo yao yako kinyume na huyu mkusanyiko wa hivi vitabu vya Biblia, ambayo hivi mkusanyiko wa vitabu ya kitabu ambacho tuko nacho ambacho ni Biblia,
neno ambalo linalosemwa hapo na tabia zao ama na minendo yao ama na neno ambalo wanalofundisha yako kinyume kabisa. Yani wanapinga, ndiposa unaona dini mingi ambazo ziko kinyume na Ukristo. Dini mingi zinakuja zikipinga Ukristo. Dini mingi zinanukuu katika maneno ya Wakristo. Hapo ndipo utaona kuwa kumbe hili dini la Wakristo ndilo dini peke yake ambalo liko sawa. Wewe utasema mimi ninatetea Ukristo sababu labda Ukristo ndo dini yangu. Hapana. Tizama hata wewe mwenyewe kwa akili zako. Dini ambalo linalopigwa vita, dini ambalo linalonukuliwa sana, utakuta ni dini la Wakristo. Ndiposa hawa unakutanaga wanasema eti Wakristo wenyewe wanaabudu mtu kwa kuwa sisi tunasema Yesu kuwa ndiye Mungu wetu. Ndiposa tukapenda kujielewa ili neno ili tupate kuelewa mtu ni nini. Mtu ni nini? Tutaendelea na kutizama katika kitabu cha Wagalatia ili tukapate kuelewa mtu ambaye bado ni mtu na mtu ambaye si mtu tena, yaani mwanadamu ambaye bado iko na ule wanadamu wake, ubinadamu, na mwanadamu ambaye hana ubinadamu. Yaani mwanadamu ambaye bado iko na ule roho wa Mungu na mwanadamu ambaye amepoteza roho wa Mungu. Kwa kuwa kupoteza roho wa Mungu ndani yako, hapo ndipo kunakuja hata maisha mabaya, maisha maovu. Tutatizama katika kitabu cha Wagalatia. Tutasoma katika kitabu cha Wagalatia, Wagalatia 5, tutasoma mstari wake wa 19 hadi 21. Unasema 19, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya. Yaani matendo ya mwili, kwa kuwa tutaonea hiyo roho ya Mungu kulingana na matendo. Roho ya Mungu ndani ya mwili tutaionea kwa matendo, kwa kuwa roho haionekani, lakini matendo tunayaona. Ndiposa Yesu akasema mtawaonea kwa matunda, yaani matunda, yaani tabia. Tutasoma katika mstari wake wa sura yake ya 5 Wagalatia, kuanzia huyo mstari wake wa 19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi, mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo
hawataurithi ufalme wa Mungu. Watu wanayotenda matendo kama haya hawawezi wakarithi ufalme wa mbingu. Watu wanaoabudu sanamu, Katolika mmesikia sanamu, Bikira Maria, enda kwa kisanamu. Siku moja ikaingia katika hiyo ua ya hapo Catholic, kwa kuwa kuna ofisi mingi za idara tofauti tofauti, so kuna kitu fulani nilikuwa naenda kutafuta kwa hiyo ofisi, nikakutana na mtu ambaye amepiga magoti kwa hiyo kisanamu na analia na feelings ya kikiomba. Tazama huyo mtu kweli, unaomba kitu ambacho hakikusikii, kitu ambacho hakiwezi kikaongea kikujibu, wewe unakuwa na feelings na. Lakini hapa Mungu anatuambia wanaoabudu hicho kisanamu wote watatupwa jehanamu. Ndugu yangu, jihadhari sana na kuabudu sanamu, kwa kuwa utatupwa wapi? Utatupwa jehanamu. Sasa tunaonyeshwa kuna matendo ambayo yanafanya wewe ujione kuwa Roho wa Mungu hayuko tena ndani yako. Yaani ndani ya mwili wako ukijiona unatenda matendo kama hayo, wewe ni mlevi, wewe unaabudu sanamu, wewe unaiba, wewe ni mzinifu, yaani ule Roho wa Mungu hayuko ndani yako. Huyo Roho wa Mungu hayuko ndani yako. Huyo Roho wa Mungu umempoteza tayari. Na kuna matendo mengine ukishayaona utajua bado Roho wa Mungu yuko ndani yako. Ni matendo gani ambayo utaona ndani ya huyo mtu useme huyo mtu kabisa ni mtu ambaye iko bado na Roho wa Mungu? Tutasoma tanzia mstari wake wa 22 hadi 23. Inasema, lakini tunda la Roho ni bese karapa deko sika. Tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna hukumu. Huyu ni mtu bado hajaingiliwa na hizo roho. Na kwa nini mtu anaingiliwa ndani na hizo roho chafu ambazo zinaishi kwa hii dunia? Ni kwa sababu amekubaliana nazo kuwa ni ndugu zake. So unaweza ukakubaliana nazo kwa kutenda maovu, zitakuwa marafiki zako na zipate kukuingia kwa kuwa we ni mtenda maovu kama zenyewe. Zitakuwa kuingia wakati ambapo wewe mwenyewe umejikubalisha kuwa ni ndugu yako, kama Waislamu wamekubali kuwa maroho machafu ni ndugu zao, ndiposa zimewaingia hadi ikifika usiku wanaziogopa, sababu hapo ndo zinajidhihirisha, zinataka kucheza na mandugu zao. Sasa wewe umesema ni ndugu yako, ni rafiki yako, sasa zimetokelezea ili mcheze, ili muongee. Sasa wewe umeziepa, hautaki kulala, hautaki kusinzia ili zikuje mcheze. Sasa kuna zingine imani ambazo ni imani potofu, imani za uongo.
imani ambazo hazipashwi kuvumiliwa, hazipashwi kufundishwa, hazipashwi kuongelewa, kwa kuwa ni imani potofu, ni imani ambazo hata wewe mwenyewe ukitafakari ni imani ambazo ni za uongo. Wewe, shetani ni ndugu yako. Shetani ni ndugu yako wewe. Wewe Muislamu, wewe unayeamini, shetani ni ndugu yako. Shetani, hayo ni maneno ambayo si yenyewe. Kwa kuwa umekubali hivyo, kwa kuwa umeamini hivyo, kwa kuwa unakubaliana nazo, kwa kuwa zenyewe zinaanza zikakulazimisha tu, ama zikaongea na wewe, zikiwa karibu na wewe ama zikiwa ndani yako, ndiposa Mungu anatuambia tusikubali hata zikiongea nasi, hata kabla hazijaingia ndani yetu, hata zikituongelesha, tusikubali maneno yazo. Shetani anaanza kakuongelesha. Hayo mashetani sababu yanaishi na sisi hapa duniani, yana uwezo wa kukuongelesha na yanakuongeleshaga. Ukiongea nayo, ukikubaliana nayo, yatakuteka, yatakuingia. Lakini ukikataa nayo, yatakukimbia. Yatakukimbia. Tunaona kuna mtu ambaye ni mfano sana, mtume ambaye ni mfano, kwa kuwa hakuelewa Yesu ni nani, na hakuelewa misheni ya Yesu ni gani katika hii dunia. Tukisoma kitabu cha Mathayo 10:6-23, tunamwona Petro, Yesu akimwambia toka nyuma yangu Shetani. Kwa nini alimwambia toka nyuma yangu Shetani? Kwani Petro alikuwa ni shetani? Hapana. Ni kwa kuwa Petro, Shetani alijiazima ule mwili wa Petro. Petro alikubaliana na maneno ya Shetani. Shetani amemwongelesha Petro, Petro akakubali. Na ile gumzo aliongea na Shetani akaileta mbele ya Yesu. Yesu kwa kuwa alikuwa ni mtu wa rohoni na mtu wa mwilini, yaani hata kama ukinong'ona rohoni usitoe sauti huko, kwa kuwa bado yeye yuko huko, alikuwa akikusikia. Ndiposa akamwambia toka nyuma yangu Shetani. Yaani alimjua akajua huyu ni Shetani. Yeye ni Mungu, anafahamu. Kuna watu hawawezi wakanielewa nikisema Yesu ni Mungu, lakini endelea kufuatilia, utajua Yesu ni Mungu aje. Kwa kuwa ukijifahamu wewe kwanza, hata yeye utamfahamu, lakini kabla haujajifahamu hata yeye hautamfahamu. Ndiposa matendo yako yenyewe yatakuonesha kuwa wewe ni nani. Je, wewe ni ile pumzi hai ambayo Mungu alipuliza ndani yako? Ni ile pumzi hai ambayo ilitoka kwa Mwenyezi Mungu, ama ni roho ingine ambayo imeingia tu ndani yako na inakuchezea, inafanya maisha yako yawe magumu, inafanya utaabike tu kwa hii dunia? Ni nini? Neno la Mungu linatuambia mpinge shetani naye atakukimbia. Amen. Mpinge shetani naye atakukimbia. Tutasoma katika kitabu cha Mithali
Methali ile sura yake ya 4 mstari wa 23 hadi 24 inasema, zaidi ya yote linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemu za uzima. 24 epusha kinywa chako na ukaidi, weka mazungumzo machafu mbali na midomo yako. Amen. Linda moyo wako. Yaani Mungu akwambia ulinde huyo mwili wako, kwa kuwa wengi wanapigania kulinda mwili, wanahifadhi mwili hapana. Mungu anakuambia linda moyo wako, kwa kuwa huko ndiko kuna uzima, ama huko ndiko kuna mauti. Mtu ambaye ana uzima bado ndani ya moyo wake ni mtu ambaye haabudu sanamu, ni mtu ambaye hasemi uongo, ni mtu ambaye hazini, ni mtu ambaye hapendi mshene, ni mtu ambaye anajilinda na dhambi. Hiyo ndo mtu bado iko hai. Watu kama hao sasa unakutanaga hata maisha yao yako sawa, ni watu wanaishi na raha. Ndizo zile familia ukitizama hata wewe mwenyewe jirani unasema kabisa, huyu jirani anaishi vizuri na familia yake, huyu jirani iko sawa na watoto wake, kwa kuwa amelinda moyo wake. Nao utakuwa na maisha kama yake ukilinda huyo moyo wako, kwa kuwa hapo ndipo kuna chemchemu ya uzima. Ukiharibu moyo wako, kutakuja ndani chemchemu ya mauti, na chemchemu ya mauti utaijua kwa uongo unaosema wewe tayari umekufa. Unadhani uko hai na tayari umeshakufa. Kusema uongo hakuna kitu ambacho inakwambia. Yaani kudanganya, hiyo ndo yako. Kudanganyishia mtu ya kwako ni kawaida. Kudanganya kwa simu yako ni kawaida. Uko wapi? Niko tu hapa karibu na kufikia, na hujatoka kwako. Yaani ni kawaida. Kwa kuwa nini? Nafsi imekufa, umeshakufa tayari. Yaani wewe umetekwa tayari, yaani mashetani ndo yameingia, yaani mandugu zako zimekuingia, mandugu zako zimekuingia, ziko ndani yako. Mwanamke unatenda matendo maovu kwa kuwa tayari mashetani yamekuingia, umekubaliana naye, yamekushawishi, ukasawishika. Kwa kuwa Mungu anakuambia jistiri, vaa vizuri, onekana vizuri mbele ya watu, ishi maisha mazuri. Lakini wewe umeona hapana, umepuuzia, umekataa. Shetani akakushawishi, wewe mwenyewe ukakubali, ndiposa akakuteka, akaingia ndani yako. Je, mtumishi, kwa kuwa wamenishawishi, nimekubali, wameingia ndani yangu, nifanye nini ili watoke? Si lazima uombewe na mtumishi wa Mungu ili watoke. Wow. Si lazima. Ndiposa neno la Mungu linatuambia mpinge shetani naye atawakimbia. Unaanza ukakataa kufanya uzinzi, unaanza ukakataa kushujudia sanamu ama kuabudu sanamu, unaanza ukakataa. Kwani si ni miguu yako tu na akili zako zinakupeleka kwa hiyo sanamu, na ipigia magoti, unaanza kuiongelesha.
Unaanza ukakataa kuanzia leo, majini mashetani si ndugu zangu. Unaanza ukakataa, si zinakusikia, na ukikataa zitatoka. So wewe umesema si ndugu yao, umeweka beef, wewe si ndugu yao, zitatoka. Si lazima uombewe, si lazima utafute mtumishi, hapana, kwa kuwa neno la Mungu lenyewe limekwambia mpinge shetani naye atakukimbia. Yaani ukikataa atatoka. Akikusawishika kutenda dhambi, kataa. Naweza ukajiuliza, je, mtumishi, shetani ananishawishi aje? Shetani haonekani, lakini kuna ndugu yako hapo, kuna mama yako, kuna baba yako, kuna rafiki yako, kuna bosi yako. Tayari shetani amemuingia, anaanza kuja kuambie tuzini, anaanza kuja kuambie tuue, kwa kuwa kitu ambacho shetani anachofanya, matendo maovu, ni kuua, kuiba, kuharibu. Yaani mtu anayeongea vitu kama hivyo, ujue shetani iko ndani yake. Mtu anayesema vitu kinyume cha neno la Mungu, huyo mtu shetani iko ndani yake. Shetani ndiye anazungumza ndani yake. Hivyo vitu unapaswa uvikatae, na ukivikataa, yani atakutoroka. Atabaki tu akisema wewe haushikiki, wewe hausikii, wewe una madharau. Ndiyo, niko na madharau, ndiyo, sisikii na sishikiki, hauwezi ukanishika, kwa kuwa ameleta maneno ambayo yako kinyume na mapenzi ya Mungu. Ni lazima mpinge, ni lazima mkatae, ni lazima usimame ukatae. Kwa kutenda hayo, utasababisha Roho wa Mungu arudi tena ndani yako, na akirudi ndani yako, hapo ndipo amani itaanza kuwa. Ndiposa kwa mfano mdogo, utakutana nchi ambazo ni za Wakristo, nchi ambazo zimetulia, ziko na amani, zimetulia, ziko na amani, hakuna vurugu, hakuna shida. Ni kwa nini? Wameruhusu Roho wa Mungu, japokuwa kuna wachache ambao wameruhusu shetani awaingie, lakini wengi wao wameruhusu Roho wa Mungu kukaa ndani yao, ndiposa wako na amani. Tizama nchi za Waislamu, ni vita tu, magaidi, yaani ile tabia ya kishetani, kuua, kuiba, kuharibu. Hizo ndo shida ziko huko, hizo ndo shida ziko huko, na haziwezi zikatulia hadi ziruhusu Roho wa Mungu kuingia ndani yao, Roho wa Yesu kuingia ndani yao, hadi waseme kuwa Yesu huyo ndiye Mungu wetu. Kabla hawajasema hivyo, hakuna amani, kwa kuwa neno la Mungu linasema hakuna amani kwa mtenda dhambi, kwa mtenda maovu hakuna amani. Sitarajia amani ukiwa mtenda maovu, sijifariji tu, sijifariji. Kwa mtenda maovu hakuna amani, wewe utabaki tu ni shida, utabaki ni shida, ukikula shida, ukilala shida, ukiamka shida, hadi uruhusu Mungu waingie ndani yako. Mfano mzuri ni wana wa Israeli, sababu wana wa Israeli wako pale kama mfano, wameandikwa ili tujue huyo Mungu anakaagaje, huyo Mungu aliyetuumba, Yesu aliyetuumba anakaagaje. Ukimpenda anakupatia peace, ukimkataa, hapo ndipo utakipata cha moto, hapo ndipo utakosa amani. Ndugu zangu, ni lazima uzingatie hayo ambayo ninayokuambia, kwa kuwa chanzo cha
cha kuwa na amani ndani yako, ni lazima uwe na Yesu ndani yako. Usipokuwa na Yesu ndani yako, hauna amani, hauwezi ukapata amani. Wewe utaishi maisha ya mateso. Tunaona huyu Mgerasi, ukisoma katika kitabu cha Marko sura ya 5, hiyo sura yote ya 5, soma hiyo story ya Mgerasi. Alikuwa mwanadamu tu kama wewe, lakini sababu ameruhusu mashetani kuingia ndani yake, yani hizo mashetani zimemsumbua. Yani alikuwa akilala katika makaburi. Imagine, hata alikuwa ni mtu ambaye hata akifungwa minyororo, yani minyororo anakata, yani huyu mwili wa kibinadamu huyu anakata minyororo, na amefungwa minyororo, anaita minyororo. Lini mwanadamu akakata minyororo? Hizo ni nguvu zake. Hapo ndipo unapaswa kusikia uzito wa mapepo machafu. Nyinyi mnaosema mapepo machafu ni ndugu zenu, sikia uzito. Sasa mimi naoneaga tu huruma wakati naona hata usingizi ampati, amlali, sababu ya kusema eti mapepo ni ndugu zenu. Imagine Mgerasi. Ndiposa alipokutanana na Yesu, hapo ndipo amepata amani. Na anayekutanana na Yesu hataki kumwacha. Ndiposa hata mlale mkifundisha hadi Waislamu, ni vigumu sana Mkristo atoke kwa Yesu. Ule ambaye anayetoka ni ule ambaye hajamjua Yesu ni nani, kwa kuwa kuna mfanzi wa Yesu na Mkristo mwenyewe. Yani Mkristo ana roho wa Kristo, yani yeye anaongea naye, yeye labda hata kumuona amemuona. Huyo ni vigumu kumtoa hapo, ndugu zangu. Hata ukiweka mihadhara mingapi ni vigumu. Wale unaotoa ni wafanzi tu. Wale hata ukiwauliza Yesu ni Mungu aje, hawezi wakakujibu, sababu hawana chochote, hawezi wakaeleza. Sasa ataeleza nini? Hajui chochote, atakueleza nini? Usijiangaishe, usijisumbue, mfuate Yesu uone kama utakosa amani, kwa kuwa yeye ndiye chemchemu ya maji ya uzima. Hauwezi ukapata uzima kwa mtu wowote usipomfuata Yesu. Yesu ndiye ana uzima tosha. Ruhusu sasa huyo roho wake apate kukuingia ndani, ili upate kuwa na amani ndani ya maisha yako. Na kuruhusu huyo roho wake kuingia ndani yako ni kukataa shetani, ni kukataa kila maneno yote ambayo shetani anayokuambia. Vishawishi vyote ambavyo vinatoka kwa shetani ni kuvikataa. Ukivikataa utakuwa unafungua milango, kwa kuwa yeye anasema niko mlangoni mwako, ninagonga. Yani hii sauti unayosikia, yeye anagonga. Akigonga, akikugongea, akikwambia, shetani akikushawishi tena kuzini, usikubali. Shetani akikushawishi tena kuiba, usikubali. Shetani akikushawishi tena kuabudu sanamu, usiabudu, kwa kuwa hata alani sanamu. Kisoma kitabu cha Qur'ani kinasema Muhammad katika Maka, hiyo msikiti yao mikuu, walikuwa na visanamu. Katika hizo majengo ambazo walikuwa wakiabudia Waarabu, palikuwa tusanamu twingi, maelfu. Muhammad akatukusanya tule tusanamu, akatuharibu. Lakini palikuwa na kisanamu ambacho kilikuwa ni kikubwa, ambacho kilikuwa kinaitwa Allah. Muhammad hajakuwa na jina la Allah, ama nyuma ya Muhammad hakuna jina ambalo
yani hakuna nyuma ya Muhammad, hakuna jina ama hakuna mtume ama nabii ambaye alikuwa akiita Mungu eti ni Allah. Hilo lilikuwa ni jina la Waarabu, walikuwa na kimungu chao kilikuwa kinaitwa Allah, ndio kimungu ambacho kilikuwa kikubwa katika nchi ya Waarabu. Nayo maneno na yanukuu katika vitabu zenu. Wewe usome katika vitabu zenu za hadithi, wewe baadhi mmezisoma, na ukitizama hayo hizo sifa za Allah hizo 99 unakutana ni majina ya tule tusanamu ambato tulikuwa katika hizo nyumba za ibada, na unakutana hicho kisanamu kikubwa hata jina yao ilikuwa ni Allah. Hilo ni somo lingine, endelea kufuatilia. Tutafundisha Mungu ni nani, niwaeleze kuwa Yesu ni Mungu aje, ili upate kuelewa, na nikueleze kuwa Allah si Mungu na hawezi akakuwa Mungu kama. Ndiposa unaona hata sahii wewe ni shahidi, hata ukimuomba kwa mara 5 kwa siku, unamuomba mara 5 kwa siku, ukimwambia, na ni lazima ili sala uliweke ndani, eti nabii wake Muhammad amweke mahali pema. Maji sahii mko milioni ngapi kwa dunia? Kwani huyo Allah hana masikio? Asikii mashehe wake? Hakusikia hata wewe muamini, wewe ambao unaojitolea katika hiyo dini, katika kuomba sala 5 na kutimiza nguzo zote za dini kila siku, yani hakusikii? Kwa nini hajakwambia usimwombee nimemweka mahali pema? Hizo ni imani za kipotovu ndugu yangu. Next time tutaongea kuhusu Mungu, tupate kuelewa vizuri, kwa kuwa leo umeelewa mwanadamu ni nini, ili kesho uelewe Mungu ni nini, kwa kuwa umeelewa leo mwanadamu ni nini. Bwana wangu Yesu Kristo akubariki. Amen.